Mboka ni mboka. Hayo si maneno yangu, lakini ni maneno ya Sifuna. Sifuna alipoulizwa kwa nini walitoroka na DJ, akasema sisi hatukutoroka na DJ, wala hatukumuiba, wala hatukuenda naye, bali DJ alitufata. DJ aliwafata kina Sifuna hadi Kakamega. Nakumbuka huyu ni DJ mkubwa wa pati ya ODM. Huku kwa pati huwa analipwa kiwango fulani cha pesa kwa kazi yake ya uDJ. Lakini wakina Sifuna wanasema kwamba hao hawamlipi chochote, lakini aliwafata. Oburu alibaki kule kwa sababu hizi meeting zao zilikuwa zinaenda sambamba, Siaya na Kakamega. Muda mchache tulimsikia Oburu akiuliza wapi DJ kwa sababu kumenyamaza sana, muziki hauchezwi. Alikuwa anataka achezewe ule wimbo wake maarufu wa Lelo ni Lelo, lakini hakukuwa na mtu wa kumchezea. Nasikia rumors zinasema ilibidi watumie memcard. Ilibidi watumie flash disk kucheza. Hii inaonyesha hii timu ya kina Sifuna inapendwa sana na vijana. Vijana wanaonelewa wafate huku hata kama hawapatiwi pesa, hawalipwi chochote ama hawahongwi, lakini wanaegemea upande huu wa kina Sifuna. Oburu alibaki pale, hakuna mziki, wanaongea tu power, lakini kumenyamaza kabisa. Hivyo ndo vile siasa ilivyo. Pia Sifuna anasema ya kwamba haikuwa lazima wafate. Kama angeitwa place nyingine kufanya kazi ili alipwe, ingekuwa tu sawa. Ingekuwa tu sawa kwa sababu hao wanaamini job sana. Wanaamini wera. Lakini huyu jamaa aliamua awafate huku. Sifuna pia ameulizwa na watu wengi vile anavyohisi akiona vijana karibu wote Kenya wanamfuata, wanaegemea upande wake, wanamsifu. They recognize themselves na Sifuna. Alifurahi sana, akasema yeye ako humbled na anafurahi sana kwa sababu serikali ama yoyote yule ama adui yoyote yule wakiamua kumfanyia jambo lolote baya, bado kuna vijana ambao watasimama katika nafasi yake na kupigania ukweli. Even if something bad happens to him, there are still other millions of youth who will be there to stand in his position and accomplish what he started. That is Sifuna's words. Sifuna is also urging all the youth wachukue kura, voters card, so that hiyo ndiyo itawawakilisha ikifika 2027. He is telling us to remember and to recall all those youth who died during maandamano demonstrations, so that they can do good by voting out all those people who supported the killings of these young Kenyan people. Only the voters card ndio kusema. Tusiongeongee tu hapa nje, alafu ikifika 2027 tusiende kwa voting. Please, my fellow Kenyans, youth, women, men, let us all vote because it is our constitutional right. Isifike after tusha vote mambo inaanza kuharibika, watu wanaanza kulia, huyu ni mbaya, huyu sisi ndio wabaya, because tuna vote hao watu wabaya in. Let us decide well. Let us decide right. Sahi tuko na time ya kuangalia nani mzuri na nani mbaya, ni nani anafaa kwenda nyumbani. This is the time Mungu ametupatia, bado tuko na time. So Sifuna is urging us tuchukue voters card, all of us. Tufikirie watoto wetu ambaye walikufa, mandugu zetu ambaye walikufa, na tutende haki. Tufikirie tu hiyo alafu tutende haki, na watafurahi mahali walipo. Sisi Kenya tunaangaliwa na Afrika mzima wanatuangalia, tusijiaibishe.
tusimame mbele kama big brothers wa Africa, alafu tufanye what is right. Pia alipoulizwa Nyongi ni nini kama Nyongi ya jana, alisema vijana wote na majenzis, all youth, even some old people, they know what Nyongi is. And he is saying ni ile kitu inafaa kuwa legalized. I hope mumenyita hapo. Yani, I hope mume understand hapo. By Sifuna kusema kuna other 17 or 18 or how many youth, millions of youth wale wako nje. If anything happens to him, kunao wale watasimama kwa place yake. You know, this is giving hope to all the youth in Kenya who are, wishing kuingia kwa politics. He's acting like a role model here. And no wonder all the youth love him.